nimekuja hapa makusudi kwa sababu nilisema ya kwamba mambo ni bottom up. Wale walio chini tuwainue, wale walio sahaulika tuwakumbuke, wale walidharauliwa tuwadhamini, na wale walioachwa nyuma tuwasongeshe, tuwe sambamba. Na ndio nimekuja hapa kazi hiyo, kwamba huku kuliko sahaulika, leo tunaweka historia ya kwamba Ndau ni katikati ya taifa letu la Kenya. Na ndio nimefika hapa. Na nimefika hapa makusudi kwa sababu sehemu hii haijafikiwa na stima. Haijafikiriwa kwa mambo ya stima. Hii KOSAP, mpango ambao utafikisha stima kwa sehemu ya counties 14 ambayo inaitwa ASAL, Arid and Semi-Arid Areas of Kenya, ikiwemo Lamu hii. Tuliweka kandarasi wiki iliyopita sahihi, na nikasema ya kwamba hii kandarasi imewekwa sahihi ya karibu shilingi bilioni 11 ambayo itafikisha stima kutoka Turkana, Samburu, Moyale, kule Mandera, Garissa, hapa Wajir, Samburu, Narok, ifike hapa Lamu, Tana River, iende mpaka Kwale. Na leo nimefika hapa ili watu wa Lamu pia waunganishwe na huduma ya stima vile Wakenya wengine wanavyopata huduma ya stima. Ni sawa si sawa? Ndio mimi nimekuja hapa. Watu wa Ndau hapa sasa, kabla ya Disemba mwaka huu, mutakuwa mnawakisha mastima kwenu. Na hii mpango ni ya karibu, tukiongeza na program ya last mile hapa Lamu East, ni shilingi milioni 307. Na mpango yetu ni kufikisha stima kwa manyumba ya wananchi hapa Lamu East, manyumba 3,000 mpya ambazo zitawakisha stima makwao. Na ni kwa sababu stima ni ya muhimu. Stima inatusaidia kusukuma mambo ya uchumi mbele. Stima inatusaidia mambo ya ajira. Na stima inatusaidia kuhakikisha kwamba huduma za serikali zinapatikana kwa njia ya sawa katika hospitali, shule na sehemu zingine ambazo huduma ya serikali inapatikana. Na sababu hiyo ndio nimekuja hapa makusudi. Hapa hii island ya Ndau tunaweka mini grid. Island ya Kiwayu tunaweka mini grid. Island ya Mkokoni tunaweka mini grid. Na tumekubaliana vile mjumbe wenu ameuliza, pia na faza naenda kutafuta pesa ili tufanye hybridization. Pale mnapotumia mambo ya diesel na generator, sasa tutatafuta pesa tuwabadilishie. Ndio pia na kule kuwe na solar energy ambayo itakuwa reliable, tutaweka mpaka na mabattery, ndio tuhakikisha kwamba stima sehemu hii inawakishwa vile stima sehemu zingine za Kenya zinawakishwa. Mbali na kufikisha stima makwenu, vile vile tutahakikisha kwamba hii desalination plant yenu hapa, ambayo kwa sasa governor anahangaika na kulete diesel, baada ya sisi kukamilisha mradi huu hakutakuwa na haja na diesel tena. Hiyo desalination plant itatumia umeme wa sola. Vile vile shule yenu hapa na hospitali itafikiwa na umeme huu kutoka
mitambo ya sola ambayo leo tunaanzisha kazi yake. Vile vile nimeamurisha ya kwamba hospitali yenu, maternity wing na wing zingine zishughulikiwe na pesa ambayo inatoka kwa mradi huu, na shule zenu vile vile ziangaliwe madarasa na vile vile kama kunapatikana laboratory, ndio tuhakikishe ya kwamba mambo ya maendeleo ya elimu, mambo ya hospitali na matibabu na vile vile maji yenu ipatikane kwa njia ya sawasawa, kwa bei ya sawasawa na kwa utaratibu ambao tumekubaliana na county government na viongozi wenu wa hapa Lamu. Walamu tunakubaliana hivyo jameni? Tuendelee na kazi hivyo. Vile vile mimi nikiwa hapa leo nataka pia niwaeleze ya kwamba Lamu hii tunaitambua kwa mambo ya uvuvi. Na ndio sababu wakati nilikuja hapa mkaniambia kulikuwa na compensation ambayo ilikuwa imechelewa miaka nyingi. Hiyo compensation tumeishughulikia na pesa tumetoa kama serikali 1.7 billion ya compensation ya wavuvi. Mimi namuuliza Waziri Hassan Joho kwa sababu yeye sasa ndiye anasimamia mambo ya uvuvi duniani hii yote. Sasa pangana na hawa wavuvi ili tujue mambo yao itatembea namna gani. Wewe waziri, ongea lugha ya hapa. Umesema ulikuwa hapa Ndao wakati mmoja. Sasa ni wakati wa kurudia hawa watu na uwapange vizuri. Si ni kweli jameni? Pale Mkowe tunajenga ile inaitwa fish landing site. Mahali tutakuwa na barafu, mahali tutakuwa na processing, mahali tutakuwa na storage na vile vile soko. Mimi nawauliza ya kwamba wakati tunajenga pale pia tunapanga mambo ya kiunga. Pia pale nimekubaliana na Waziri Joho ya kwamba tutafute pesa kiasi pia fish landing site tuweke pale kiunga. Ndio mambo ya uvuvi itusaidie kupanga mapato ya vijana wetu wavuvi, itusaidie kutuzalishia chakula ya kutosha sehemu hii, na vile vile ituongezee mapato ili uchumi iinuke ya Lamu County. Tunaelewana jameni? Vile vile kwa sababu ya kutafuta usawa, na ndio sababu hiyo nimekuja hapa mambo ya stima, kwa sababu tunataka usawa. Hatutaki wengine wabaki nyuma. Vile vile ni mambo ya barabara. Huyu mbunge wenu ni mama msumbufu sana. Mtetezi wa ajabu. Mara nikimpata barabara, siku ingine stima, siku ingine masomo. Mara anafika kwa gate, nampatia appointment. Kabla hajatoka gate ameandika WhatsApp. Kabla ametoka hapo ameandika message. Kufika pale ametumana tena. Tafadhali mama, sasa kwa sababu nimekuja na mambo ya stima nihurumie kidogo bana, please. Ama niaje bwana? Ambie anipunguzie makali. Si ndio? Lakini nimeona sababu yake. Nimeona sababu yake kwamba huyu mama ni mtetezi, na vile vile ananisumbua sana kwa sababu mahali anakotoka kweli panahitajika usaidizi. Mimi vile vile nataka niwaeleze hivi. Hii mahali kwa sababu ilibaki nyuma kiasi. Sasa tumepangia vizuri ile barabara ambayo tulikubaliana na nyinyi ya kutoka pale Mtangawanda ije Pate, ije Siu, iende mpaka kule Kizingitini. Awamu ya kwanza Phase 1 ya kilomita 15
Sasa tuko na pesa yake kutoka pale Mtangawanda Pate mpaka Siu. Alafu mtanipatia muda kidogo nitafute pesa ingine ya kufikisha wapi? Kizingitini. Tunaelewana jameni? Tuko pamoja? Vile vile katika awamu yetu ya pili, mimi nataka niwahakikishie pia ile mlituuliza ya kutoka Hindi kwenda Baragoni kuja pale kabla ya Milani Bodei Junction, ndio ije Milimani, ndio iende Basuba, ifikie Kiunga, alafu ije hapa Mkokoni. Pia na hiyo nitaipangia katika mipango yetu, ndio tuweze kubadilisha hii Lamu ambayo imechelewa na maendeleo iambatane na sehemu zingine za taifa letu la Kenya. Jameni, tunaelewana? Jameni, tunaelewana? Mimi nataka niwahakikishie vile vile barabara hii ya kutoka Lamu hapa, kwa sababu samaki mnazotoa baharini, mikoko ambayo mnatoa sehemu hii, kazi zile zingine zote mnayoshughulika nayo pande hii, itatusaidia kama mtafikisha kwenye masoko Kenya mzima na hata nchi za nje. Sababu hiyo ndio tumekamilisha Lamu Port. Baadhi za 3 za kwanza zimekamilika. Nilikuwa juzi kule Ethiopia. Nimekubaliana na serikali ya Ethiopia ya kwamba sasa wataanza kutumia Lamu Port. Ndio kazi zipatikane, mizigo iwe pale na tuweze kuitumia kwa kuoperationalize, itusaidie katika kuinua uchumi wa sehemu hii. Vile niliwaeleza, ile barabara ilikuwa imepangiwa kutoka hapa Lamu kwenda mpaka Garissa, na baadaye iungane Kulamawe, na baadaye iende mpaka kule Moyale. Hiyo barabara ilikuwa imewekwa barabara ya Maram, lakini mimi nimeibadilisha. Nikasema haiwezekani kwamba kwingine kunajengwa barabara ya lami, Lamu kunajengwa barabara ya Maram. Ndio nikasema hiyo barabara tunaibadilisha kilomita 410. Sasa tunaitandika lami. Ndio watu wa Lamu hii, watu wa pwani hii pia waweze kusafiri, waweze kusafirisha mali yao, waweze kusafirisha mizigo yao, na tuweze kuinua uchumi wa sehemu hii. Kwa hivyo hiyo barabara ya kutoka hapa Lamu kwenda kule Garissa mpaka Kulamawe sasa tunaiweka lami. Sijui kama tunaelewana jameni. Na hiyo kazi yote mimi nashughulikia kwa sababu ndio kubadilisha taifa letu la Kenya. Hakuna vile taifa hili linabadilika kwa sababu nyingine, ni kwa sababu na kwa taratibu ya mipango ya maendeleo ya taifa letu la Kenya. Ndio nawauliza ninyi watu wa hapa Ndao na watu wa Lamu hii, jameni, tuungane na tushirikiane. Umoja ni nguvu, kutengana ni udhaifu. Musikubali tutenganishwe na ukabila na chuki na migawanyiko. Hapo tutaharibu mpango na taratibu ya transformation ya taifa letu la Kenya. Na msiwajali wale matapeli, wale wachache ambao hawana mpango. Nimejaribu kuwasikiza kwa makini. Wale wanaongea kwenye mitandao, wanaongea kwenye maredio, wanazungusha maneno kwenye magazeti. Nimejaribu kuwasikiza kwa makini hawa watu wako na mpango gani. Ati mpango yao yote eti ni kumuondoa Ruto. Hawana mpango nyingine yoyote.
hawana sera, hawana mpango, hawana maoni, hawana maono, hawana chochote. Niwaambie wale mwenye kuweka viongozi na kuwaondoa ni Mwenyezi Mungu, sio nyinyi. Nyinyi musijisumbue kupanga kabila hii na kabila ile, kupanga huyu na yule, kupanga haya na yale. Nyinyi tafuteni sera. Hapa tunazungumzia barabara kwa majina, nyinyi munaongea ukabila kwa majina. Hapa tunapanga mambo ya maji na stima na social housing na affordable housing na kuunganisha hawa wananchi stima. Ndio ya muhimu, tupange ajira ya hawa vijana, Kenya isonge mbele. Nyinyi hamuwezi kuturudisha nyuma kwa migawanyiko na ukabila na mambo ya duni. Na wauliza ndugu zangu watu wa Lamu, na wauliza ndugu zangu watu wa Ndao, Kenya hii ni nchi yenye iko na potential kubwa sana. Ili tuweze kufikia mahali ambapo sote tutajifunia, ni tuungane, tushirikiane, ndio Kenya iweze kusonga mbele. Waamu, mko tayari? Hamko tayari? Tuendelee tusiendelee? Hebu nione wala wanasema tuendelee na hiyo kibaru. Sawa sawa jameni, sawa sawa. Na hawa wasiwatishe. Sisi sasa tunapanga mambo yetu ya vile Kenya itasonga mbele. Hawa tumewashinda na akili na mipango, hawana mpango yoyote. Wanasumbuliwa sana. Eti najua mahali kunaitwa Hindi. Ati pia najua Baragoni. Ati pia najua Milimani. Ati mimi najua pia kuna mahali inaitwa Bodei Junction. Ati pia najua kuna mahali inaitwa Kiunga, mahali barabara inahitajika. Na hata hapa Mkokoteni mahali barabara inawasumbua sana, inawakera sana, kwa sababu pale hakuna ukabila, pale hakuna uchochezi. Mimi nataka niwaambie ndugu zangu, Kenya is moving forward, and we will not allow people who are planless, people who have no vision, people who have no agenda for the country to derail us with negative ethnicity and useless politics that divides the country rather than unite us for the sake of the transformation of our country. Walamu, tumekubaliana jameni? Tunatembea pamoja? Tunatembea pamoja? Nataka niwahakikishie, Lamu hii tena, Pwani hii tena, sitakubali. Na mimi nawapenda sana. Nikiona mumesimama hapa viongozi wote wa Lamu, mtu wasiwagawanye ati hawa ni Wakikuyu, sijui hawa ni wa sehemu hii, ati hawa ni Waislamu, ati hawa ni wa kabila ile, ati hawa ni wa... Hiyo ni siasa duni ya ujinga. Kenya ni moja, nchi moja. Muwe kama ndugu moja, mshirikiane, mjenge Lamu, tujenge Kenya, tujenge Pwani. Hivyo ndivyo tutakavyojivunia kama wananchi wa taifa moja, na hakuna vile mmoja anaweza kufaulu bila mwenzake. Tutashirikiana hivyo, na mimi niko tayari kuunganisha Wakenya wote. Mkiniona ya kwamba nimenyosha mikono yangu hata kufikia wale tulishindana na wao, ni kwa sababu naamini kwa umoja wa taifa letu la Kenya, na ninaamini kila Mkenya ako na mchango wa kuchangia katika kuboresha taifa letu la Kenya. Na hatuna haja na migawanyiko na chuki na ukabila. Tuko na haja na umoja na ushikamano, na sote tuweze kwenda mbele kwa pamoja. Kwa hivyo mimi nimefurahi sana kufika hapa Amu siku ya leo. Wanandao, nimekuja hapa, nimewaona nyuso zenu, nyinyi ni Wakenya wa maana sana. Na mjue tutawashirikisha ninyi, watoto wenu na watu wote katika sehemu hii katika maendeleo ya taifa letu la Kenya. Na hatutakubali Lamu hii ibaki nyuma tena.
Nashukuru sana huyu Timami, mumenipatia sasa, yeye ndio naibu mwenyekiti wa chama tawala, na mimi nataka niwahakikishia kwamba tutashikamana pamoja, ndio tuhakikishe kwamba wote, wengi na wachache, wote tunaungana kuunda taifa moja ambayo inawafaa Wakenya wote. Kwa hivyo asanteni sana, mimi nimefurahi sana na huyu mjumbe wenu, na nataka nimshukuru rafiki yangu Sharif, yuko hapa. Huyo muungwana Sharif ni mtu muungwana sana, si ndio? Alikuwa mbunge wa sehemu hii, amemwachia nafasi dada yake Ruweida, na huyu Ruweida ni kiongozi shubavu, mama ambaye ako na msimamo, na tunashirikiana pamoja na wao. Pia mkanipa huyu PS wetu, huyu muungwana Abubakar. Huyu Abubakar anafanya kazi ya maana sana kupangia mambo ya uwegezaji katika taifa letu la Kenya. Kesho tunaenda kuweka mkataba pale Dongo Kundu, mkataba mkubwa wa kujenga na investment ya special economic zone ambayo itatoa ajira kiasi kikubwa kwa vijana na pia kuegeza viwanda nyingi kwa sababu ya uongozi wake na wizara ambayo nimempatia asimamie. Kwa hivyo kila mmoja wetu anachangia katika kupeleka taifa letu la Kenya mbele. Na waomba watu wa Lamu, na waomba watu wa Ndao, watoto wetu tuwasomeshe. Sikizeni vizuri. Sitaki nisikia kwamba watoto wa huku hawajasoma. Na ndio sababu huyu mheshimiwa wenu Ruweida alikuja kwa ofisi yangu akaniambia huku kwetu hatuna walimu wa kutosha. Mimi nikamwambia Mama Ruweida, wewe na watu wako wa CDF, mimi nitachukua pesa zangu kama William Ruto, shilingi milioni 10 nikupatie usomeshe vijana wa hapa wawe walimu. Na nimefurahi ya kwamba kuna watoto tayari wako college, vijana wako college ambayo hivi karibuni watahitimu, ndio tuweze kuwafanya walimu wa sehemu hii. Watoto wa sehemu hii wasibaki nyuma tena. Wakati Kenya inasonga mbele na masomo, Lamu hii isikumbukwe kwa kuwa nyuma, ikumbukwe kwa kuwa sambamba na Kenya ingine. Tunaelewana jameni? Na yeye vile vile ameweka pesa za CDF. So nawaomba ninyi wananchi wa sehemu hii tushirikiane, watoto wasome, tujumuike mambo ya maendeleo. Wazee, na waomba wazee, kunasemekana penye wazee hapaharibiki neno. Mambo kusiharibike huku Ndao wa Malamu, na nyinyi wazee mpo. Ama namna gani jameni? Muwaunganishe wananchi wa sehemu hii, kina mama wakiwemo, vijana wakiwemo, ndio tutembee pamoja. Sawa si sawa? Mnasema tuendelee? Na hawa mawaziri na kila mmoja wetu, sisi wote ni ndugu zenu, kwa sababu bado tuko na shughuli mingi. Bado tuko na mambo kule ya affordable housing, ya kupanga ajira ya hawa vijana na makazi. Bado ninaenda kule Bura, kwa sababu hii pwani tunataka tuibadilishe iwe ndio gala la kitaifa. Kule tuko na kanal ambayo tumejenga, ambayo tunataka kutumia kwa ekari karibu 70,000 kuzalisha mchele, kuzalisha chakula, ndio tuondoe aibu ya njaa taifa letu la Kenya. That is our plan, that is our commitment, and I want to promise you, we will not let you down. We will not allow Lamu to remain behind. We are going to move together as one united, progressive, indivisible nation called Kenya. Sawa jameni? Huyu mama amenieleza ya kwamba kuna msikiti hapa ambaye haijakamilika. Nyinyi ni watu mnamwamini Mungu ama mnaamini binadamu?
Unaamini Mungu Basi sote tunaamini Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo hiyo msikiti, si ndio? Hiyo msikiti yule ustadi wa pale ama mwenye kusimamia utachukua milioni 2 kutoka mimi hapo, mwende mjenge hiyo msikiti, si ndio? Na isipokamilika na isipokamilika, sawa sawa, isipokamilika, huyu Hassan Joho na huyu Mvurya watakuja kusimamia mahali imebaki mpaka ikamilike, tuwapatie funguo ikiwa imekamilika, si ndio bwana? Tunaelewana hapo? Na kwa sababu nimefika hapa pia, na mbali na dini na Mungu tunaye muamini, pia nataka nitoe, kwa sababu nimefika hapa, shilingi milioni 2 ingine ya shule yenu hapa, muweze kuinua shule, watoto wenu wasome. Mnanielewa watu wa Amu hii? Sasa mpangane, wewe Rweida, panga hawa watu wa hiyo maneno hapo haraka haraka. Wewe ndio kusema, si ndio? Lakini sasa nyinyi watu wa hapa Ndao na watu wa Lamu, si mtaniombea jameni? Huyu mama wenu huyu Rweida ananikimbiza bwana, ananiendesha kama gari ya miraa ndio. Si mtamwambia sasa apunguze maneno kidogo mwambie so otherwise mimi nawapenda sana, nawatakia baraka ya Mungu jameni, hasa kwa mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Wakati mnaelekea Ramadhani hapo kesho ama kesho kutwa, nawatakia heri, nawatakia baraka nyingi. Ramadhan Karim, Ramadhan Mubarak. Nawatakia mambo mazuri yote, na muombee taifa letu la Kenya. Na kama serikali tutaondoa yale ushuru kwa matende na male chakula mengine yote ambayo mtatumia kama mwezi huu wa Ramadhani, na tutapangana na nyinyi muda huo ukifika. Sawa sawa jameni? Basi asanteni sana, nawapenda sana, nawatakia baraka ya Mungu. Thank you very much and God bless you.